Nataka niwatahadharishe wanawake wenye umeolewa. Ikiwa umeolewa ni bwanako na uwe kibahati mbaya ama bahati nzuri umeweza kumdhibiti bwanako. Sio kumdhibiti ati kukaa vizuri, umeweza kumkalia na madawa. Bwanako haoni mamake kama mtu. Bwanako haoni bwanake kama mamake kama nini, kama mtu. Wewe hata shule zikifunga unachukua mtoto wako unampeleka kwenu huko ulikozaliwa. Shule zikifungwa unachukua mtoto wako unampeleka huko ulikozaliwa. Shule zikifungwa kila siku ni kwenda kwenu, mara ni kwenda kwenu, unachukua mtoto wako huyo unaenda kwenu ulikozaliwa. Mwanamke, kama unaishivu na bwanake, usifikirie watu wengine ni kama hivyo. Kama umekalia bwanako chapati, hauwezi kukalia wanaume wote chapati. Watu wengine wako na ndoa zao, wachana na kuchunguza mambo ya watu. Na mwanamke, nimeambiwa hapo kwa comment section, kuna mwanamke fulani, mtaa fulani hapo Kilifi, mtaa fulani unaitwa Sheriani hapo Kilifi. Huyu mwanamke ni kwenda mbio na boma za watu, kuchunguza mambo ya watu. Wanasema nimtaje kwa jina, lakini hata simtaji kwa jina. Lakini niasikia rekebisha, asiporekebisha nitamtaja kwa jina hiyo klipu nyingine. Maana huwezi kuwa wewe unakimbizana na ndoa za watu. Ni nini unafuatafuata watu? Kama bwanako umemkalia chapati, hauwezi kukalia wanaume wengine chapati. Wanaume wengine wako na boma zao. Kaa na bwanako wewe. Kaa na bwanako. Kama bwanako amekushindwa na wewe, sisi hatutashindwa na wewe. Ukitufuatafuata tutakuonyesha vile tutakufanya. Tutakupeleka kwa vyombo vya kisheria sasa hivi tu. Tutakupeleka kotini wewe. Mambo yenye unafuatafuatia watu kwa nini? Kwani nini unapatia watu wewe? Wewe ndio oxygen. Ati tunahema wewe. Wacheni wanawake mwenye mko na tabia kama hizo. Wacheni, shughulika mambo yako. Mambo yako wewe mwenyewe yamekushinda. Mambo yako yamekushinda. Alafu sasa unakimbizana na mambo ya watu. Unakimbizana na mambo ya watu wafanye nini? Ni nini unataka kufanya watu? Wachana na watu, ni wa Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye anatupa oxygen. You are not the people's oxygen. Wewe si ndio ati tunahema. Wenye mnashirikiana nao mshirikiane nao, lakini watu wengine wachana na wao. Wacha kukimbizana na watu. Hii dunia ukitaka kuishi vizuri ni ukue mpole, ukae na utaratibu. Hata sheria 10 za Musa utaishi vizuri. Lakini mambo ya maneno mdomo na umbea, maisha ya watu wengine unatakia nini mwanamke? Kama bwanako akwambii, sisi tutakwambia. Huku kwa mitandao tutakwambia kila mahali, hata kwa Facebook tutakwambia kwa TikTok, tutakwambia kwa YouTube, tutakwambia kila mahali kwa mitandao mpaka usikie. Na ukicheza tutachapisha hata picha yako kwa mitandao ndio ujulikane tabia zako. Tunakuchapisha hata kwa mitandao ujulikane tabia zako venye unafanya. Wacha kuvunja ndoa za watu. Hata kama kuna nini unajua zaidi, wacha ikuwe ni yako. Ile mwenzako ajui, mwachie akae hivyo bila kujua. Si kwenda kila unaongea huku na mtu, hata kama mtu amepelekwa kotini na kesi kule imeenda imeisha, wewe ndio unatoka nje kuja kuiregesha tena hiyo kesi jikoni. Wewe ni mahakama. Kesi ikishaamuliwa venye imeamuliwa kotini. Kesi imeamuliwa venye imeamuliwa kwa chief. Wacha ikae venye imeamuliwa kwa chief. Sio watu wewe venye imeamuliwa, wewe ndio chief. Wewe unafanya kwa chief. Ati unachukua hiyo maneno unaanza kuyaregesha tena kwa mabichi. Wewe ndio chief. Sisi ni Wakenya bwana, na tunajua katiba. Sisi tunaishi kwa mujibu wa sheria. Hatuishi kwa mujibu ya midomo tupu, tunaishi kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo sisi hatutaki mambo ya kufuatafuatana. Wachana na familia ya mwenzako. Wachana na mwenzako, achia mwenzako roho yako. Unamfuatafuata ufanye nini? Ni nini alikukosea ndio ufuatafuate hivyo? Wacha mwenzako aishi mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Waachia mwenzako. Hiyo nadhani mtaniunga mkono nyote. Hakuna mtu anafaa fuatafuata mwenzake bila sababu. Hakuna. Na tulisema jana, unaona mwenzako ameachana na bibi yake, hata wewe chuma chako kimotoni. Hiyo madawa unakalia bwanako chapati itaisha siku moja na ataenda. Umekalia bwanako mpaka hata wewe sasa umekwenyu kila na siku. Wanaume anawaambia wanaume wote, siku utaona bibi yako kila mara ni kwenda kwao, anaenda napeleka watoto kwao akachukua. Kwani wewe una kwenu? Hata kama una kwenu, hata kama kaa hapo kwa plot. Kuna watu wanaishi kwa maplot na wanaishi maisha mazuri na watoto wao mpaka watoto wao wanakuwa wakubwa. Kila siku bibi yako ni kwao. Kwani kuna nini huko kwao? Anaendea wale wanaume wengine wako huko kwao. Wale wanaume aliwaacha ndio wanawaendea huko. Mwanaume, chunga sana. Mko wengi basi mnakula hiyo nyama, ujue hivyo. Huko kwao anaenda kuliwa, hakuna kitu kingine anaenda kufanya huko. Ni uchunge sana mume. Na hii ndio inakaa mpaka yule bibi anajisikia ni kama mume anaanza kukabiliana na wanaume wengine. Utakabilianaje na wanaume wewe mwanamke? Na kuhurumia sana mimi. Mwanaume ni chuma, achana na mwanaume. Haitwa mwanaume. Hauwezi. Hata kama unakalia bwanako, kalia bwanako peke yako, lakini wanaume wengine wachana, boma zingine wachana nazo.